Kaskazini katika kaunti za Isiolo, Samburu na Meru zimetia sahihi mkataba wa amani kwa miaka. Visa vya wizi wa mifugo, kung'ang'ania sehemu za malisho ya mifugo vimesababisha maafa na uharibifu wa mali, ila kwa ushirikiano na wadau tofauti, jamii hizo zinasema imetosha. Alan Ochanda anaarifu. Ufugaji wa mifugo ndio uti wa mgongo wa wakazi wa maeneo mengi katika kaunti za Isiolo, Samburu na Marsabit, huku kaunti jirani ya Meru ikishuhudia ukulima wa kila aina. Tofauti hii ikiendelezwa katika kusaka jinsi ya kulisha mifugo, na lishe ikosapo wadui hukurupuka, wenye mifugo wakitumia nguvu, huku wenye mashamba wakiyalinda kwa vyovyote vile, na hatimaye uhasama ambao aghalabu husababisha mauti. Hili likipelekea kuandaliwa kwa kikao cha kusaka amani ya kudumu katika hifadhi ya wanyamapori ya Maleko, Laisamis, kaunti ya Marsabit, dhamira ikiwa kutia kikomo uhasama huo. Na sisi tunataka mkutano. Tunataka mkutano hawa watu wanaitwa Almooli. Na hii mkutano tunataka sehemu ya Samburu, sehemu ya Oldonyiro, tufanye mkutano, tuita watu wanaitwa Almooli wote, tufanye kikao. Baada ya hiyo kikao ya Almooli, tuweza sasa kufanya taratibu, tuweza kufanya mipango ya kuweza kuita warani wote, tuelekeze, tuambie ile maneno ambayo tumesema hapa. Hafla hiyo iliyozileta pamoja jamii ambazo zina historia ya kukwaruzana kutokana na sehemu ya lisha ya mifugo ikishuhudia kutia sahihi kwa mkataba wa amani, wito ukitolewa kwa wakazi kukoma kutumia nguvu, kando na kukoma kulaumu jamii nzima, ilhali ni watu binafsi wanaoendeleza uhayawani huo. Ni kama kidole imeelekezwa kwa jamii ya Wasamburu, jamii ya Waturkana, jamii ya Wasamburu. Na sisi tumesema tumebeba hii kama itakuwa ni mizigo yetu, tumebeba maneno ya amani, na tutaenda tuhakikisha kwamba tumetabiri, tumeenda kuelekeza watu wetu waache maneno ya wizi. Hakuna maendeleo tutafanya kama bado hatuna usalama katika jamii zetu. Na hii laana imebakia sisi tu wafugaji. Na natarajia kwamba hii peace accord at least itawezesha kupoesha hii mambo ya wizi ya mifugo. Takwimu zikifichua kuwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, zaidi ya watu 146 waliaga dunia kutokana na uhayawani huo, huku mifugo zaidi ya 23,000 wakiibiwa. Jamii hizo zimetakiwa kujitenga na mila potovu za kale, huku baadhi ya maafisa wa asasi za serikali wakinyooshewa kidole cha lawama kwa madai ya kuwa kizingiti kwenye vita dhidi ya wizi wa mifugo. Alan Ochanda, KTN.